Amekuja kwa Ibn Abbas akamwambia, ya ibn ammi Rasulillah, ewe ibn ammi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nina swali nataka kukuuliza. Asema, mimi nilimpenda msichana ama mwanamke, nikaenda kupeleka posa kutaka kumuoa, lakini akairegesha posa yangu, hakunikubali. Mimi kwa hasira nilizokuwa nazo nikamuua, nikamaliza kabisa. Kwa nini nikatae? Asema, je, nina tauba kwa hii dhambi niloifanya? Anaulizia nini? Tauba ya kumuua yule msichana. Amwambia, nina tauba kwa hii dhambi niloifanya. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas amwambia, alaka au alaka walida, una mzazi wa kike? Mzazi wa kike, mzazi wako wa kike yupo hai? Yule bwana akamwambia, shatangulia mbele za haki. Akamwambia, basi nenda kalete istighfari na tauba. Atai kwa akili yake inamzunguka, huyu bwana anaulizia tauba. Abdullah ibn Abbas anamuuliza mamake, kuna mafungamano gani kati ya mambo haya mawili? Alipoondoka yule bwana, Atai anamfuata Ibn Abbas, anamwambia, ibn ammi Rasulillah, fulani huyu amekuuliza kuhusu tauba ya madhambi aliyofanya, wewe unamuuliza kuhusu mama, kuna siri gani? Sikiza maneno mazito yaliyomtoka Ibn Abbas. Anasema, wallahi, anaanza na kiapo, anasema, wallahi la a'lamu amalan ahabba ila Allah min birri alwalida. Asema, wallahi, sijui amali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anaipenda zaidi kushinda kumfanyia wema mzazi wa kike. Hakuna amali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaipenda zaidi kuliko amali zingine zote. Kama nini? Kama kumfanyia wema mzazi. Kwa hivyo ndugu yangu Muislamu, ikiwa mzazi wako wa kike yupo hai, patiliza. Huu ni mlango mkubwa katika milango ya pepo.